Mambo vipi? Ni siku ya Jumatatu tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2025. Umekuwa msimu wa kufana wa ligi kuu ya soka nchini England mwaka 2024-2025. Siku 282, mechi 380 tumeshuhudia, ambapo mabao 1115 yamefungwa msimu huu. Jana ilikuwa ni kilele katika uwanja wa Anfield, ambapo mabingwa Liverpool walikabidhiwa rasmi taji la EPL msimu huu, taji lao la 20 kuifikia timu ya Manchester United. Ni hafla ambayo ilifanyika, maelfu ya mashabiki walihudhuria kushuhudia shughuli hiyo muhimu, akiwemo kocha wao wa zamani Jurgen Klopp, ambaye bila shaka ndiye sababu, manake alijenga kikosi dhabiti kumwachia Arne Slot msimu huu, na ilikuwa kazi rahisi sana kwao kuwa na msimu wa kufana. Vile kulikuwepo na malijendari wa zamani wakiongozwa na nahodha wao wa zamani Steven Gerrard, ambaye alikuwa miongoni mwa viungo bora katika soka historia ya EPL. Vile alikuwepo King Kenny Dalglish, Ian Rush pamoja na wengineo. Mbali na taji la EPL, mfalme wa Misri mshambuliaji Mo Salah alikabidhiwa tuzo mbili tofauti. Tuzo ya kiatu cha dhahabu baada ya kuwa mfungaji bora msimu huu, akiwa amecheka na wavu mara 29. Aidha alipewa tuzo ya Playmaker of the Season, tuzo ambayo hukabidhiwa mchezaji aliyetoa assist nyingi katika msimu mmoja. Mo Salah ametoa assist 18 msimu huu, ingawa hakuifikia rekodi ambayo imewekwa na Thierry Henry na Kevin De Bruyne assist 20. Amekuwa nguzo muhimu katika uzalishaji wa mabao kwa klabu ya Liverpool. Mo Salah amefikisha idadi ya jumla ya mabao na assist 47 msimu huu, na kufikia rekodi ambayo iliwekwa na magwiji wa shambulizi wa zamani Alan Shearer wa Uingereza na klabu ya Newcastle United, na vile mshambuliaji wa zamani wa Manchester United Andy Cole. Ilikuwa mechi ya mwisho kwa fullback wa Uingereza Trent Alexander-Arnold akiwa na umri wa miaka 26. Amekuwa Anfield kwa miaka 20 tangu akiwa na miaka 6, na wiki hii anatarajiwa kujiunga na vigogo wa Uhispania Real Madrid. Mbali na Anfield, kulikuwa na matokeo mengine muhimu pia hiyo jana. Kumbuka mechi zote 10 zilichezwa wakati mmoja, thenashara juu ya alama. Chelsea walipata ushindi muhimu bao moja komboa ufe ugenini City Ground dhidi ya Nottingham Forest, ili kujihakikishia nafasi ya kurejea UEFA Champions League kwa mara ya kwanza ndani ya miaka miwili. Manchester City wakaitandika Fulham Craven Cottage 2-0, huko Newcastle United ingawa waliduazwa na Everton 1-0 nyumbani kwao St James Park, walifanikiwa kufuzu UCL msimu ujao. Kwengineko, wanabunduki Arsenal walipata ushindi 2-1 ugenini St Mary's dhidi ya klabu ya Southampton, huko Red Devils wakicharaza Aston Villa 2-0. Kufuatia matokeo ya mechi za jana, hizi ndizo timu ambazo zimejikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya bara Ulaya msimu ujao. Tuanze na UEFA Champions League. Timu ni 6 katika ligi kuu ya soka nchini England. Kuanzia nafasi ya kwanza hadi ya 5 kuna Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea na Newcastle United. Alafu Spurs wamefuzu baada ya kushinda ligi ya Europa. Tuingia katika ligi ya Europa, ni kwamba Aston Villa baada ya kumaliza kwenye nafasi ya 6 watashiriki michuano hiyo, na vile Crystal Palace ambao ni mabingwa wa kombe la FA. Alafu Nottingham Forest baada ya kumaliza kwenye nafasi ya 7 itashiriki ligi ya Europa Conference msimu unaokuja. Kipa wa Uhispania David Raya miaka 29 pamoja na mwenzake wa timu ya taifa ya Ubelgiji Marcel aliye na miaka 33 walikabidhiwa tuzo ya glavu ya dhahabu hiyo jana, kufuatia clean sheets 13 ambazo waliweka msimu huu kila mmoja. Klabu ya Aston Villa imetuma malalamishi kwa bodi ya waamuzi nchini England PGMOL, ikilalamika kuhusiana na tukio ambalo lilitokea jana Old Trafford katika mechi dhidi ya Manchester United, waliponyimwa bao lililofungwa na kiungo wa Uingereza Morgan Rogers. Mwamuzi ambaye ni Thomas Bramall alipuliza kipenga kabla ya Morgan Rogers kufunga bao,
ikidaiwa kwamba alimpokonya mpira kipa wa Uturuki Altay Bayındır, ingawa inaonyesha wazi kwamba kipa huyo hakuwa ameudhibiti mpira kabla ya kumwachia Morgan Rogers nafasi ya kufunga bao hilo. Na kwa kuwa mwamuzi Thomas alipuliza kipenga kabla Morgan Rogers kufunga bao, inamaanisha kwamba VAR haina ruhusa kuingilia. Aston Villa wanasema huenda ikawa ndiyo sababu walipoteza mechi hiyo na kukosa nafasi ya kufuzu kushiriki UCL msimu ujao. Baada ya mechi hiyo kukamilika, kocha wa Red Devils Ruben Amorim alihutubia maelfu ya mashabiki ugani Old Trafford, kwanza akiomba msamaha na pili akisema kwamba wimbi la matokeo mabaya msimu huu limewapa funzo na kwamba watarejea kwa kishindo msimu ujao ili kuboresha matokeo. Manchester United wamekuwa na msimu mbovu katika historia ya timu hiyo tangu ianzishwe, wakiwa wamemaliza kwenye nafasi ya 15 na alama 42. Kiungo wa Denmark Christian Eriksen, nahodha wa timu ya taifa ya Uswedi Victor Lindelof, pamoja na mlinzi wa Ireland Kaskazini Jonny Evans, wote wameiaga Manchester United baada ya mikataba yao kukamilika uwanjani Old Trafford. Evans ndiye aliyekuwa mchezaji wa pekee amebaki aliyewahi kucheza chini ya ukufunzi wa Sir Alex Ferguson. Na punde tu baada ya mechi hiyo kukamilika, kikosi cha wachezaji 32 kilisafiri kuelekea Malaysia kwa ziara ya baada ya msimu. Manchester United watacheza mechi mbili za kujipima nguvu. Kwanza, siku ya Jumatano tarehe 28 mwezi huu wa Mei, watapambana na timu ya Asian All Stars, kisha Ijumaa tarehe 30 wakabaneko na timu ya Hong Kong nchini Uchina. Tukisalia Old Trafford, ni kwamba Manchester United inakamilisha usajili wa mshambuliaji wa Brazil Matheus Cunha, miaka 25, atatua Old Trafford kwa takriban pauni milioni 62.5 na kutia saini kandarasi ya miaka 5, kukiwa na uwezekano wa kuongeza mwaka mmoja. Atakuwa sajili ya kwanza kwa maandalizi ya msimu ujao kwa kikosi cha Ruben Amorim, wakiwa na nia ya kuzidisha nguvu safu ya mashambulizi. Inasemekana kwamba Matheus Cunha atavaa jezi nambari 10 mgongoni, huku Marcus Rashford akitarajiwa kuondoka Old Trafford. Mabingwa wa EPL Liverpool wametuma ombi la kwanza la takriban euro milioni 100 na nyongeza kwa vigogo Ujerumani Bayer Leverkusen, wakiwa na nia ya kumsajili kiungo mshambulizi wa Ujerumani Florian Wirtz aliye na umri wa miaka 22, mchezaji ambaye wana hamu ya kumsajili ili kutoa Anfield kuwasaidia katika safu ya mashambulizi msimu ujao. Mazungumzo yameanza rasmi hivi sasa baina ya timu hizo mbili. Tunasubiri kuona itakwenda vipi, maana Bayer Leverkusen wanataka takriban pauni milioni 126 ili kumwachilia. Mkurugenzi wa michezo katika klabu ya Napoli, mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Italia msimu huu, Giovanni Manna, ameanzisha majadiliano na klabu ya Manchester United wakiwa na nia ya kumsajili winga wa timu ya taifa Argentina Alejandro Garnacho aliye na umri wa miaka 20, mchezaji ambaye walitaka kumsajili kabla ya msimu huu kung'oa nanga kwa takriban pauni milioni 40, lakini juhudi zao hazikufua dafu. Arsenal imeingia kinyang'anyironi pamoja na Bayern Munich ya Ujerumani ikiwa na nia ya kumsajili winga wa timu ya taifa Japan Kaoru Mitoma, umri wa miaka 28, kutoka klabu ya Brighton. Vilevile wanabunduki inaaminika kwamba wanammezea mate winga wa Ureno Rafael Leao kutoka klabu ya AC Milan, umri wa miaka 25. Mshambuliaji wa Uswedi Victor Gyökeres, miaka 26, anaondoka mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ureno Sporting baada ya kushamiri katika misimu miwili mfululizo. Msimu huu jumla ya mabao na assist 80, miongoni mwa washambuliaji bora katika historia ya soka kote duniani. Gyökeres anamezea mate na vilabu mbalimbali, huko Arsenal na Chelsea zikiwa mstari wa mbele kujaribu kumsajili. Kuna uwezekano mkubwa Arsenal itajaribu kumshawishi kipa Argentina Emiliano Martinez arejee katika uwanja wa Emirates, huko ikisemekana kwamba vigogo wa Uhispania Real Madrid wanapanga kumvizia na kumsajili kipa wa Uhispania David Raya. Licha ya kuwa wanabunduki wanakamilisha usajili wa kiungo wa Uhispania Martin Zubimendi, miaka 26, kutoka klabu ya Real Sociedad, hawana nia ya kumwachilia kiungo wa Ghana Thomas Partey na miaka 31.
Mikel Arteta anapanga kumwekea mezani mkataba mpya wa angalau mwaka mmoja ili kusalia ugani Emirates msimu ujao. Chelsea inapanga kumwongezea mkataba kiungo wa Ecuador Moses Caicedo na miaka 23 ili kusalia darajani Stamford Bridge. Mkataba wake hivi sasa umesalia na miaka 6 hadi mwaka 2031, lakini wanataka kumwongezea mshahara. Caicedo hivi sasa anapokea takriban pauni $150,000 kila wiki na ni wanane katika orodha ya wachezaji wanaolipwa hela nyingi katika klabu ya Chelsea. Anayeongoza orodha hiyo hivi sasa ni nahodha Reece James ambaye anapokea takriban pauni $250,000. Wengine ambao wapo juu yake Moses Caicedo ni wachezaji kama vile Raheem Sterling, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Christopher Nkunku pamoja na Pedro Neto. Hivi sasa wanapanga kumwongezea mkataba ili asalie, maana amekuwa nguzo muhimu kwa timu hiyo. Caicedo amekuwa moto kutia mbali katika safu ya kati darajani msimu huu, akiwa ameanza mechi zote 38 za ligi. Mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Hispania Barcelona wameipikwa Arsenal katika usajili wa kipa wa Hispania Joan Garcia miaka 24 kutoka klabu ya Espanyol. Naye mshambuliaji wa Uhispania Ansu Fati miaka 22 amekubali kujiunga na klabu ya AS Monaco nchini Ufaransa kwa mkopo kutoka Barca. Hatimaye Xabi Alonso ametua rasmi katika uwanja wa Santiago Bernabeu na kutia saini kandarasi ya miaka 3 kuiongoza klabu ya Real Madrid kuanzia msimu ujao. Anachukua pahala palipoachwa na kocha Muitaliano Carlo Ancelotti miaka 65 ambaye hivi sasa ameshatua Brazil ili kuiongoza timu ya taifa katika lengo lao la kushamiri katika kombe la dunia mwaka ujao. Mwisho wa makala leo.